Siku hii ni muhimu sana kwa ajili ya NSSF kuwakumbuka wateja wake, kwa sababu bila wateja NSSF haipo. Kwa hiyo lazima kuwe na siku ya kuweza kuwakumbuka wateja ambao siku kwa siku tunafanya kazi pamoja ili tuweze kuendelea kuimarisha uhai wa binadamu. Baadhi ya huduma zetu nyingi sasa hivi ziko mikononi. Sasa hivi mwanachama anaweza kufungua madai mwenyewe, mwajiri anaweza akalipa mwenyewe, mwanachama anaweza kaona michango yake mwenyewe, hana haja ya kuja NSSF. Kwa hiyo ni jambo muhimu sana ambalo tumelifanya, na naomba wateja wetu mjitambue hilo. Baada ya hapo, labda nitoe wito tu sasa, ili kuweza kuiwezesha NSSF iweze kutimiza malengo yake ya kutoa huduma kwa wanachama wake na kuweza kulipa kwa wakati. Ni wakati mzuri sasa waajiri wetu mtambue hilo, kwamba ni vizuri kuwasilisha michango ya wanachama wetu, wafanyakazi wenu NSSF mapema, na wanachama pia ni wajibu wao pia kuhakikisha kama waajiri wao wanawaletea michango NSSF, kwa sababu wanachama wengi wanadhania hii michango inakuja automatic. Lazima kuwe na follow up. Wewe mwanachama mwenyewe lazima ufuatilie michango yako kama mwajiri anaileta. Kama haileti, kuna namna ambayo unaweza kuwasiliana na NSSF, sisi tukafuatilia. Kwa hiyo ni muhimu sana. Sisi NSSF jukumu letu sana ni kuhakikisha michango inakuja. Michango tunakuhakikisha pia tunawalipa wanachama kwa wakati na kutoa huduma kwa wakati. Kwa hiyo yote ni muhimu sana tukatekeleza, kwa maana sisi NSSF, waajiri na wanachama. Kwenye swala la hifadhi ya jamii lazima tuwe na ushirikiano wa waajiri, wanachama na NSSF wenyewe. Kwa hiyo kwa haya machache naomba niwakaribishe, tuendelee kusherehekea siku hii pamoja na tufurahie pamoja. Karibuni sana. Na tafuta damu kwa ajili ya wagonjwa wanaopatikana kwenye hospitali yote, pamoja ya umma na private, yani ya hospitali binafsi. Sasa kutokana na changamoto kubwa ambayo tumekuwa tukiipata tunapozunguka kwenye kila eneo, na ishu kubwa ni kwamba elimu haijaweza kuwafikia wananchi wetu wengi. Ukichukua historia ya damu ilivyoanza miaka ya nyuma na sasa, tulikuwa tukionekana na gari tu hata mjini watu wanakimbia. Sasa kutokana na umuhimu wake tumeona tupite kila taasisi, tunapita mataasisi mashuleni, vyuoni, makanisani, msikitini, kutoa elimu juu ya umuhimu wa kuchangia damu. Uhitaji wa damu kama mnavyoona umekuwa ukiongezeka siku hadi siku, na serikali imekuwa ikiweka mikakati ya kuhakikisha damu haikosekani mteja anapopata changamoto ya kuishiwa damu. Sasa mikakati ambayo imeiweka mojawapo ni kuhakikisha kwamba timu zinaundwa ambazo zinakuwa madhubuti kwa ajili ya kutafuta damu. Kwa hiyo ukienda kwenye hospitali zote, kuanzia hospitali za wilaya mpaka zile za kanda na za kitaifa, serikali imeweka timu mmoja. Kwa hiyo ukienda Muhimbili utakutana na timu, ukienda hospitali ya mkoa yoyote utakutana na timu ya Dar es Salaam, ukienda hospitali ya wilaya utakutana na timu ya Dar es Salaam. Yote ni kuhakikisha kwamba inaweka mikakati madhubuti kuhakikisha damu zinapatikana. Sasa ugumu wa damu unakuja kutokana na historia na kiimani. Kuna mambo mawili hapa, kuna historia ya miaka ya nyuma jinsi ilivyokuwa inatolewa damu inapatikana, alafu baadaye kuna mambo ya imani. Kuna baadhi ya imani haziruhusu kabisa kutumia damu, kuna baadhi ya imani haziruhusu kabisa kutoa damu. Kwa hiyo sasa haya ndio changamoto ambazo tunakutana nazo katika mazoezi yetu ya utoaji damu. Sasa niombe tu, kwa sababu nimefika hapa, elimu ya damu salama huwa ni ndefu sana, lakini tunatakiwa tujue kwamba mahitaji, elimu ambayo tunatakiwa tuichukue leo ni kwamba damu haitengenezwi. Hakuna mtu anayejua damu inatengenezwa kiwandani. Kuna mtu hapa anajua kwamba damu inatengenezwa kiwandani jamani? Unapokuwa unaishiwa damu, unajua ni lazima uongezewe damu. Basi ujue kabisa ukipata damu ile kuna mtu alitoa. Sasa kama kuna mtu alitoa, wewe unafikiri ukiomba leo ukasema naomba niruhusiwe sijatoa damu, unakuwa tutendea haki? Hapana. Sijibu ni hapana. Kwa sababu umetumia ya mtu ambaye alitoa, wewe hujaitoa. Nichukue fursa hii kushukuru uongozi wa NSSF mkoa wa Singida kwa kazi nzuri wanayofanya, na pia kwa mwaliko wa leo waliotualika kwa ajili ya kutambua mchango wetu katika kufanikisha hifadhi au tuseme uchangiaji wa waajiriwa wetu. Tunashukuru kwa mwaliko huu, lakini pia tunashukuru kwa ushirikiano mkubwa mnaotupatia na elimu mnaotupatia ya namna gani kazi yetu tusifanye ili kuhakikisha kwamba
waajiriwa wetu au wafanyakazi wetu wanapata hii fursa ya uchangiaji, na sisi kama waajiri tunawaahidi kuendelea kutoa ushirikiano. Picha kwanza namna hiyo, afu tutafanya